Siku ya wanawake duniani. Kila mwaka tarehe 8 Machi, ulimwengu wote unageuka kuwa wa rangi ya zambarau. Utaona rangi hii kwenye taarifa za habari, mashuleni na kwenye mitandao ya jamii. Ni siku ya wanawake duniani. Lakini, je, hii ni sherehe tu ya wanawake? Hapana, si hivyo tu. Ilianza zaidi ya miaka 100 iliyopita, kama mwaka wa 1908. Hebu fikiria, ulimwengu ambao wanawake walifanya kazi kwa masaa 15 kila siku kwenye viwanda vichafu, lakini hawakuruhusiwa kupiga kura wala hata kuwa na akaunti ya benki. Wanawake 15,000 waliandamana kwenye mitaa ya jiji la New York katika Marekani kusema inatosha. Kufikia mwaka wa 1911, wanawake kama Clara Zetkin walifanya jambo hilo kuwa rasmi. Walitaka siku maalum ya kudai usawa. Haki ya wanawake haimaanishi kuwa wanawake kugeuka kuwa wanaume. Inamaanisha wanawake kupewa thamani ile ile, usalama ule ule, na fursa zile zile za kutimiza ndoto zao. Kwa Afrika, siku hii ni muhimu sana. Wanawake wa Afrika siku zote ndio nguzo ya jamii. Wao ndio malkia wa masoko, wasimulizi wa hadithi na wakulima. Lakini kwa muda mrefu, kazi za wanawake nyingi hazikusifiwa wala kuthaminiwa. Siku ya wanawake duniani inatoa mwangaza kwa kazi zao. Lengo ni kuhakikisha msichana wa kijijini anapata nafasi ya kusoma darasani sawa na kaka yake. Ni kuhusu kumpa nguvu mwanamke mjasiri wa Afrika ili aweze kukuza biashara yake na kuutoa umaskini katika kijiji kizima. Waafrika pia tunasherehekea tarehe 31 Julai kama siku ya wanawake wa Afrika. Kwa pamoja, siku hizi mbili zinatukumbusha kuwa mwanamke wa Afrika akifanikiwa, bara zima la Afrika linasonga mbele. Sasa kuna watu wanauliza, tukiwafanya wanawake na wanaume wawe sawa, je, tunapingana na Mungu? Je, hii ni vita ya kupiganisha mafamilia na kuvunja mandoa za watu? Hizi ni maswali ya muhimu. Fikiria nyumba yenye nguzo mbili. Zamani tuliambiwa lazima nguzo moja iwe ndefu na nyingine fupi ili nyumba isimame. Lakini kama nguzo moja haina nguvu sana, nyumba itaanza kuanguka. Mwanaume wa familia akibeba mizigo yote peke yake atachoka sana. Na mwanamke pia akizuiliwa kufanya vitu vya kuleta maendeleo, uwezo wake wote unapotea bure. Maendeleo ya leo sio kusema wanawake wakue kama wanaume au kushindana na wanaume ili wachukue nafasi za wanaume, lakini ni kuhusu kufanya kazi pamoja kuimarisha jamii. Mwanamke akitaka kuwa na kazi au biashara, haimaanishi anaichukia nyumba yake. Inamaanisha anataka kutumia akili na kipaji aliyopewa na Mungu ili kusaidia maisha ya familia yake. Heshima ya kweli. Nyumbani
sio kuhusu mtu mmoja kushinda mabishano. Ni kuhusu viongozi wawili kukaa pamoja, kusaidiana kubeba mizigo ya maisha na kujenga msingi wa upendo. Mada ya siku ya wanawake ya mwaka 2026 ni haki, usawa, hatua. Kampeni ni #toa ili upate, #give to gain. Inatukumbusha kuwa tunapowapa wanawake haki ya kulima, elimu na heshima, dunia nzima inapata amani na maendeleo. Hii sio vita ya kupiganisha wanaume. Ni faida ambapo kila mtu, akiwemo baba, mama, mtoto, wanashinda kwa pamoja. Siku ya wanawake duniani sio kuhusu kufuta uzuri wa kuwa mwanamke. Ni kuhusu kuhakikisha kwamba kuwa mwanamke sio kikwazo cha wewe kuwa shujaa na kuleta maendeleo. Tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka huu, jiulize, nawezaje kuwasaidia wanawake walioko kwenye maisha yangu? Tunawezaje kujenga nyumba ambapo kila mtu anaheshimiwa? Kwa sababu ulimwengu wenye nguzo mbili imara ni ulimwengu usioanguka kamwe. Furahia hii siku ya wanawake duniani.